Movie inaanza kwa mwanadada mmoja akiwa anajiuliza maswali amchague mwanaume gani kati ya hawa wawili. Ila atawapima na atajua nani atakuwa sahihi kati ya hawa wawili. Kisha tunapokea bonge la title likiitwa Threesome, mapenzi ya watu watatu. Movie inatutupia upande wa pili hapa tunamkuta Sophie pamoja na Raymond. Raymond anajaribu kutupa mistari ili demu ajaye lakini akachomolewa. Baada hapo tunamuona upande wa pili huyu jamaa anaitwa Diki akiingia katika nyumba ya Sophie. Aliingia na zawadi na kumpa Sophie. Sophie akashangaa hii zawadi ya nini? Jamaa akamwambia nimesikia upo period. Akashtuka, wewe umewezaje kuyajua? Jamaa akamwambia nimepata taarifa kwa rafiki yako, kitu ambacho kilimshangaza sana mwanamke. Na mwana jamaa ana details nyingi sana kunihusu. Baada ya hapo, DK akaingia ndani na kumwandalia chakula Sophie. Chakula ambacho kilimvutia sana Sophie. Sophie akashangaa, "Wewe unajua chakula ninachokipenda?" Jamaa akasema, "Ushawahi kuniambia hapo kabla." Lakini Sophie akikumbuka ni mara moja tu alimwambia, lakini jamaa ameweza kukumbuka hiyo kitu. Lakini DK hakuishia tu pale. Alimwambia nakumbuka mpaka nguo ulioivaa wakati tulokutana. Mambo yapo vizuri. Anyway, baada ya hapo bana tunamuona Sophie akiwa na rafiki yake wanashauriana. Rafiki yake anamwambiaje, "Bwana unataka umchague mmoja kati ya hao wawili. Maana hii mechi ni ya wadabi, haijawahi kutoka bila. Nani atakuwa mnyama kati ya hao wawili?" Tuendelee bana tuone nani atatisha. Baada ya kushauriwa hivyo, Sophie alijibu kama ifuatavyo. Anawapenda wote na wala hana mashaka na wote kwa sababu wote kati ya hao wawili hakuna hata huyu ambaye kashawahi kulala naye. Ama jamaa vipi? Muda wote hajamaliza tu. Ila tuendelee, tuone nani ataanza kutisha. Licha ya yote kumwambia rafiki yake, lakini mtu siku akaisha kumsifia maana wapenzi wake wote wana maokoto tu. Tofauti na yeye, yani yeye anapata wote walala njaa tu. Imagine aliingia pesa yani. Watu na nyota ya mapenzi japokuwa alikuwa amebamizwa hapo mwanzo. Mnyama tu lakini. Movie inatuhamishia upande wa pili tunamkuta Raymond na Sophie wakiwa wanaongea. Wanapiga story moja mbili tatu ghafla bin vu DK naye anafika. Alipofika pale Raymond akamwangalia. Afu baada hapo akaamua kujichenga zake. Kwa mbali hivi DK akamwangalia afa kavimba fulani hivi. Unaniambia nini sasa? Raymond akabakia kwenye gari tu akawazoom akawaachilia akamwambia Sophie choma ndani. DK akanamuuliza Sophie, "Kwani huyu jamani nani?" Jamaa akasema huyu ni Raymond. Mbona amekaa kama vile anakunoki? Jamaa akajibiwa kwamba ndio ananinoki ila sijamkubalia kama ambavyo siyakukubalia wewe. Sasa jamaa akasema, miezi 6 sasa hivi mpaka leo tunanizungusha unipi jibu langu kama unanipenda ama unipendi." Baada ya kujibiwa vile DK akaona so sawa bana. Ukatokea ka ugomvi kadogo lakini mwisho wa siku Sophie aligoma kuchagua mmoja kati yao. DK akabaki tu kumwangalia pasi na kufanya lolote. Ila jamaa tuongee ukweli bana. Sophie ananyashi. Sini nyingine tunamuona Raymond anaingia katika chumba cha Sophie na kuongea naye. Sophie anamueleza kwamba DJ pia naye anamtaka kimapenzi, kitu ambacho kikamkwaza sana. Lakini jamaa akabidi kujifunga fulani lakini yeye akaenda kupambania kombe lake. Baada ya hapo tunakuja sini nyingine tunamuona Sophie anabishana na DK na hawajiongeleshana chochote. Umbwa si tali. Lakini baada ya hapo tunamuona Raymond anafika. Anamwambia bana ya mzee, kaa mbali na manzi yangu mzee. Akampiga mikoa na moja mbili tatu pale. Baada ya ugomvi kuendelea pale, jamaa akaona bwana nije na alternative nyingine akampandia dau. Sema shingapi unataka leo niachie huyu manzi? Jamaa akasema huwezi kunilipa kwa hela yoyote ile. Mimi sio kapuku hivyo unavyonichukulia. Sema wameweza wanabamba. Sini inayofuata tunamuona Kemi anamfuata Sophie na kumwambia bana hongera shosti yangu kwa kupandishwa cheo. Kitu ambacho kimemfurahisha sana. Akasema leo ndio tuende club tukanywe, tukalewe, tukaenjoy, tukavibe, tukaruke. Hatimaye usiku ukafika mzee. Ni kuruka tu mwendo wa homoto. Yaani kifupi walilewa vibaya mno, kitu ambacho wakashindwa mpaka kwenda nyumbani. Kwa rafiki yake kabidi apige simu kumpigia Raymond na DK, lakini Raymond hakuweza kutokea. Alitokea tu DK na akawachukua akawapeleka nyumbani akalala. Siku hiyo DK alilala naye chumbani na hakufanya chochote. Haya, tuendelee leo. Kwa asubuhi kukakucha jamaa akamwandalia akamwekea juisi na nini. Sema jamaa nice guy huyu. Kama hisia zikaanza kuwajia hivyo, watoto zibeni macho, watoto ziba macho, simu imeita Raymond. Jamaa akaanza kupokea. Imagine jamaa hiyo sura yake. Mume mwenza jao huyu anazingua. Vipi huyu bana? Akasema kaambia Raymond alifanyia hivyo. Jamaa akajaa gazabu, yani nataka nikisi. Jamaa akazingua akapiga simu, alafu alilinganisha na jamaa bana usitaki unilinganishe na huyo jamaa. Jamaa akasusa akaamua kusepa zake. Diki akaenda kwenye gari akanasikilizia ile maumivu wa mwanangu nimekosa busu mwanangu. Afu umemwenza vipi? Mbona kama anavuka mipaka hivi yani anammezia hivi. Baada ya muda kidogo tunamuona Raymond ndo kafika. Huyu jamaa alikuwa wapi usiku wote huyu? Basi muelewi. Akafika pale akaambia samani bana kwa nini unajua tena
akakubali. Wewe manzi vipi? Mbona kama unampa sana ushindi huyu jamaa? Mbona tukuelewe? Akafika pale akampa kiti, akakaa vizuri pale nini? Wakapiga story. Kwani ilikuwaje jana? Akamuelezea vizuri si ndio alivyokaa. Bwana kilitokea 1 2 3. Katika hali ya kuongea pale Sophie akajichanganya akamtaja DK kwamba alilala nyumbani kwake jana. Raymond akanyanyuka kwanza, "Wa vipi bwana sikuelewe mama la mama, mbona unanichanganya mie?" Lakini anyway jamaa akabidi kuchill na mambo yakasonga. Kesho yake tunamuona Raymond anaingia katika kazini pale kwa Sophie. Anafika pale anataka atoke naye out, lakini jamaa akachungulewa. Ulipofika muda wa lunch akatoka zake Sophie akaanza kula chakula. Alipofika pale akamkuta DK yuko na pisi moja ya kwenda. Kile kitu kama Sophie kikamtia wivu fulani hivi, lakini akaendelea kula tu. Baada ya muda wa kulipa bili pale anataka alipe chakula akaambiwa ushalipiwa. Sophie akabidi amgeukie DK. "Wewe vipi?" Alipomgeukia jamaa akampungia mkono. "Vipi au jambo?" Lakini bili ilivyoletwa Sophie akutaka makubwa. Akalipa ya kwake, kama jamaa naye kalipa atajua atachukua hela yake ama ataacha. Ila mwisho wa siku Sophie akaamua kusepa zake. Baadaye tunamwona Sophie anaingia nyumbani kwake na DK anafuatia kwa nyuma. Anafika pale Sophie anambia, "Wewe mpenzi wako unajua kama unanitaka?" Jamaa kabaki, "Kwa hunitaki na utaki niona mpenzi, unamaanisha nini?" Ila ghafla akatia maongezi pale, jamaa kama kanajisikia kizunguzungu kidogo kwa mwanamke akamdaka, akamwambia, "Shida nini?" "Nimejiova kidogo, kazi nimefanya kwa wingi, kwa nini nimechoka." Baada ya muda kidogo DK akawa amepitiwa na usingizi, Sophie akafika pale akawa anamvua viatu, sema hiyo tattoo mimi oi. Anyway, haya bana akawa anamvua viatu pale akamfunika na blanketi. Kwa hiyo alichokifanya Sophie akaamua kumsaidia kwa sababu kazi anayofanya DK na yeye anaiweza pia kwa sababu amesomea fani moja. Kwa hiyo anamsaidia kazi pale kwa amepumzika. Asubuhi kuna kucha tunamuona Sophie anamkuta DK katika kochi. Anafika pale DK anafurahi sana baada ya kugundua kwamba Sophie kamsaidia ile kazi yake. Baada hapo anaenda kumwandalia chakula mezani na wanaanza kubwecha. Mambo yakaendelea kuwa moto kabisa. Tunamuona Sophie anachati na wame zake wote wawili. Wameweza wakijuana hapo anakumbania kombe tu. Woohoo! Lakini rafiki yake inabidi amshauri tu bwana, hii so fresh bwana. Hii wameweza tuitakagi si tutaka wakiwenza tu. Kwa akamshauri bwana tuwape mitihani atakaye faulu basi huyo anatakiwa kwa mpenzi wako. Sophie baada ya kushauriwa vile akauchukua ushauri ule na akaufanyia kazi. Akamfuata DK akamuuliza maswali jamaa akafaulu yote. Akamfuata Raymond akamuuliza maswali akafaulu yote. Bwana pamekuwa pa moto sasa. Kwa hiyo itaendelea hivi mpaka lini? Au ndio kuna ndoa siku hizi za wamewenza? Wenda tusijua. Haya. Lakini katika maongezi siku moja tunamuona tunaje kugundua kwamba DK anaja kumpa taarifa kwamba kuna uwezekano mkubwa siku ya birthday ya Sophie hataweza kuhudhuria. Siku inayofuata tunamuona Kemi anamfuata Sophie katika ofisi yake na muuliza, "Hey, nipe matokeo, imetokea nini?" Jibu ni wote wamefaulu. Kemi mwenyewe akabaki, shosti sasa hapo anaanza kunifanya mimi majukumu yangu ni yashindwe sasa. Sina cha kukushauri zaidi hapo. Sasa nitakuwa nifanyeje sasa? Masiku yakaenda, mwisho siku imewadia sasa ni birthday ya Sophie. Rafiki yake alikuwa anasherehekea, akamshauri toke out, lakini Sophie akasema mimi nataka nisherehekea hapa ndani. Sasa kwa sababu DK hakuwepo, kwa Raymond alikuwa ndo mpenzi pekee aliyewepo katika siku hiyo. Kwa alipofika pale akaenjoy nao, akala maisha nini walete, sukuma twenda kalewa, bahati mbaya Sophie akazidiwa, sasa hisia zikampanda, akawa ajitambui akalala naye. Haya bwana kuamka asubuhi Sophie wa moto. Wewe umewezaje kukipata kidudu hiki? On fire. Unazoea wewe Raymond. Oya, stuck. Kwa nini umenifanyia hivi? Ungesubiri nikiwa na akili zangu timamu. Muda huo tunamuona DK naye anaingia katika nyumba. Sophie na Raymond wapo chumbani. Pa moto hapo. Wakashuka ngazi wakakutana DK na Sophie. Raymond akasema ndo muda wa kumuoshea jamaa akatoka. Unasemaje sasa? Walimpiga ya uso DK. Mwanangu mimi nakaziwa miezi 6 mwanangu, alafu mambo anakuja kusababisha. Hiyo feelings yake mimi siwezi kuielezea. Na hisi mnaona tu sura yake venye imekaa. Raymond ya kuishia hapa kwa acha nimtambie zaidi. Mtuharibia starehe zetu. DK akaongea chochote akaamua tu kuondoka zake. Sophie akamgeukia sasa Raymond alipali kwa hapa moto hapo. Oya acha kabisa. Hiki ni all in all kimeshachapwa. Tunakuja sasa upande wa pili tunamkuta huko Raymond. Na ni DK amechill zake tu. Hata kama mapenzi yanaumiza kiasi hiki, so mpaka nakosa usingizi soga na tenzi pamoja na kiki, mwisho nimeishia kwenye simanzi, na yaogopa mapenzi sitaki hata kuyaona, ipo kwenye donda toka enzi nimeshindwa
wa kupona. Alikuwa anaimba hivi akia Mungu. Kemi baadaye tunamuona yuko na Sophie anapiga story na anamshauri bwana kwa sababu Raymond kishapiga hatua moja mbele, basi vyema tu amchague sababu DK amekuwa amechelewesha sana, ameshindwa kujiongeza na vitu kama hivyo. Yamekuwa hayo. Tunahamisha upande wa pili tunamkuta DK anaongea na sekretari wake. Yaani ukimwona jamaa mood yani ni mbovu kabisa. Lakini Sophie anaonekana aliwaza, akafikiria mara mbili, akaona amemkosea sana DK. Akaja pale akaanza kumomba msamaha, alilia. Lakini mwamba akasema no, haiwezekani. Yaani wanangu kimemekwa fupi nimekaziwa miezi 6. Sasa tunakuja upande wa pili tunamkuta Raymond anaongea na mama yake kwamba nataka akamtambulishe Sophie kama mkwe. Lakini Sophie akasema mimi sijakubaliana na wewe, kama anamkataa fulani. Lakini end of the day jamaa akakaa kwenye sofa akapiga naye story, lakini Sophie hakuonesha utayari wowote wa kwenda upande wa Raymond. Lakini ilipofika usiku hapakuishia pale, palikuwa pa moto. Yaani kama Sophie kashaona kama vile Raymond sio mtu sahihi. Sasa sijajua kagundua kitu gani au kimetokea nini, kwa nini kaona hivyo wakati mwanzo alikuwa anamuona yuko sahihi. Ndio tutaje kujua hapo sababu, lakini akamtimua. Huwezi kulala na mimi leo. Kesho yake tunamuona rafiki yake Sophie anamshauri bwana, Sophie bora ukaonana na mamake Raymond tu kwa sababu jamaa ana nia kwenda kukuona kukutambulisha mpaka nyumbani kwao. Lakini jamaa akasema sawa. Kesho yake wameshajiandaa sasa wanataka waende, ghafla DK akapiga simu akaongea naye Raymond kama akamind fulani. Sasa tushakubaliana shakuwa mimi tena kivipi tena huyu DK anapiga simu, lakini kabla haya yote akapokea simu ya mamake pia na yeye. Baada hapo akaongea mwisho siku akapanda gari moja kwa zote wakafunga safari kwenda kwa mama yake. Tunahamia upande wa pili tunamwona DK ameegemea gari. Ghafla anakuja Raymond anamwambia bana baba ushashindwa mzee, wewe vipi? Mimi nishamtambulisha mpaka kwetu unasemaje? Ushashindwa, achana na hii bato, hiwezi tena. Lakini DK akasema mimi na matumaini ninachokiamini. So na mimi nitashinda tu hii bato. Hata iweje. Kwa bado hujanishawishi cha lolote. Kesho yake tunamuona Sophie na rafiki yake wakiwa ofisini wanapiga story. Ghafla akapokea simu. Ile taarifa iliyokuja kwenye simu ilimpiga sana ya uso. Alo, mama yake Sophie amefariki. Ilimuumiza sana, akaenda nyumbani alilia. Hakuwa na mtu wa kumfariji zaidi ya rafiki yake. Rafiki yake inabidi ajiongeza ampigie mpenzi wake ambaye ndo Raymond. Lakini licha ya kumpigia jamaa hakuokota simu kabisa. Alilia sana na aliendelea kulia. Kesho yake muda wa kula chakula na ambapo kula rafiki yangu amegoma kula. Baada hapo tukamwona DK akiingia. DK alipofika pale alimliwaza sana Sophie na kumwembeleza sana jikaze, kwa kuwa DK alikuwa anajuana sana na mamake Sophie. Kumbembeleza akamfariji vya kutosha na mwisho wa siku akamwambia kula tu chakula, akaamua kula. Kitu ambacho mpaka rafiki yake akabaki anashangaa. Mimi nimembembeleza masaa yote na kagoma, DK kakubali. Baada ya kumwekea chakula akaa na mwisho wa siku akalala, wakabakia Kemi pamoja na DK wakipiga story katika coach. Baada hapo muda huo Kemi akaamua kutumia fursa kumwombea msamaha rafiki yake. Bwana hakuwa katika fahamu zake, alikuwa amelewa, swali hakufanya ile jambo kwa kutaka, akamuelezea vizuri ile hali. Lakini DK akasema bwana mimi toka kitambo nishamsamehe. Mwisho wa siku akamwambia bwana ndio nikamfuatie shuka rafiki yangu nije kumfunika. DK akasema ni sawa tu. Jambo jema kwa Sophie ndio nilitaka. Sophie alipoamka alija kugundua kwamba upendo wa kweli unapatikana kwa DK. Hivi akatamani kumpatia penzi, lakini DK muda huo yani hata hana hamnaye tena. Alijitahidi mara kwa mara kupambania penzi lile, lakini DK alishamsamehe lakini hayupo tayari kuanzisha mahusiano naye. Ilimuuma sana hiyo Sophie. Baada ya wiki moja kupita ndo tunamwona Raymond kafika tunamwomba msamaha. Nisamehe bebe. Nini bwana sikuwa nimepata emergency. Sophie akamwangalia akamwambia Bena ni nani? Alo, kumbe mwanamke anajua bwana Raymond ni mchepukaji na ndio maana toka mwanzo kama alikuwa anataka kumkataa. Sophie kuishia pala akamchana, najua huyo Bena pia na mimba yako. Afu sinzoe bwana. Akaamua kujichenga zake akajikataa. Raymond akaachwa kwenye mata. Baadaye tunaonyeshwa Kemi yuko pamoja na DK wanaongea kwenye gari. Anamuelezea na kumkumbushia mara 10 jamani msamehe rafiki yangu, hajafanya kwa makusudi. Ifikirie hilo, ungekuwa wewe ungefanyaje kani mtu hakuwa katika akili zake nini? DK akakaa akasema nitalifikiria. Akarudi nyumbani akaa anawaza. Sasa nifanye maamuzi gani hapa? Mbona sielewi hata mimi. Baadaye tunamuona Kemi anakimbia chapchapa anakuja kumwamsha. Sophie amka kitu gani? Njoo uone kitu. Kumbe Kemi alikuwa amemuita Sophie akutane na DK waombane msamaha. Jamaa aliwaza akatafakari akaona
anatusamehe, tusamehe 7 mara 70. Kwa akaombana msamaha na mwisho wa siku penzi likaanza rasmi. Sini na hamisha tunakuja upande wa pili, tunamkuta Raymond anaangalia simu. Anaona sasa rasmi DK yupo na Sophie na mapenzi ni shamra. Jamaa sana atakupiga pistol lakini hana uwezo huo, japokuwa amegerekwa kinoma. Baada ya siku chache tunamuona DK na Sophie wanavalishana pete na rasmi, muda sio mrefu anaenda kufunga ndoa baba. Ile movie ndo inaishia kama hivyo bana. Kwa majina naitwa Kayden TZ na hii ni Chengine Production. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu. Sina mengi ya kusema, ni kukuaga na kukuambia bye bye. Chengine.